Leo kwa mara nyingine tena nimekuandalia kitu kizuri ambacho naamini baada ya mwisho wa kipindi hichi utakuwa umepata kitu. Na leo naomba niwagusie watu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Hawa ni akina mama, wadada, wasichana. Kwa nini nimeanza na kusema kwamba hawa ni watu muhimu? Kwa sababu maisha ya mwanadamu msingi wake mkubwa yamebebwa na mwanamke. Kwa sababu mwanamke ndiye ambaye anayebeba ujauzito miezi 9. Na familia nyingi ukiziona ziko bora, pamoja na kwamba wanaume tunajinasibu sana, lakini zinahitaji mwanamke imara sana ili familia ziweze kwenda, kwa sababu mwanamke ndio ambaye amebeba ustaarabu wa jamii. Mwanamke yote akiharibikiwa, maana jamii nzima imeharibikiwa. Sasa leo naomba tugusie kidogo masuala ya maadili. Wasichana wengi hasa kwenye mazingira ya vyuo ama katika ule umri wa ukuaji kwa maana ya barehe, wamekuwa wakikumbana na changamoto kubwa sana za kimaadili. Na kwa nini inatokea hivi? Ni kwa sababu mimi na maneno natumia kwamba wanakuwa kwenye dilema, yanakuwa kwenye njia panda, kipi ni sahihi, kipi ambacho sio sahihi. Sasa kwa sababu tupo katika kipindi kikubwa sana cha maendeleo ya teknolojia, watu wanatumia sana mitandao ya kijamii, wasichana wanavyo interact ama wanapopita kwenye hizi social medias, platform mbalimbali, wanajifunza mambo mbalimbali. Kimsingi wakija kwenye jamii yao yaliyo mengi yanakataa. Sasa kitu gani ambacho nataka nigusie kwa wasichana leo ambacho kikubwa wanakumbana nacho? Wanakumbana na kutokujua kipi sahihi na kipi sio sahihi, kwa sababu kwa mfano sasa hivi wasichana wapo katika tension kubwa sana. Watu wengi wamekuwa wakiwaimbia swala utaolewa ama hutaolewa. Watu wengi wamekuwa wakiwaimbia swala usingomaza. Watu wengi wamekuwa wakiwaambia ni bora ukose mtoto ama ukose mume. Wengine wamekuwa wakichagua, wanasema kwamba mimi ni bora nikose mume lakini mtoto nitapata tu. Mwanaume hakunyimi mtoto bwana. Wamekuwa wakitumia hayo maneno. Lakini kimsingi mimi naamini kwamba msichana yote anayejitambua lazima awe na mipaka. Pamoja na kwamba anatazama mitandao ya kijamii, lazima ajitambue yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini na anapaswa kuwa nani. Kwa sababu hatuwezi kuwa na wasichana ambao ni wa TikTok. Kwa maana ya kwamba wasichana ambao muda wote wanajifunza kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Sisemi kwamba TikTok ni kitu kibaya ama Instagram ni kitu kibaya, lakini inategemea wewe msichana unajifunza nini. Na kama ambavyo nimesema, msichana ama mwanamke ni kiumbe ambacho kimebeba ustaarabu wa jamii ya mwanadamu. Mwanamke yote akiharibikiwa, maana jamii imeharibikiwa. Sasa tunapokutana na changamoto hizi za njia panda za kimaadili, kitu gani wanatakiwa kufanya? Cha kwanza kabisa, lazima waendane na uhalisia wa maisha yao. Msichana lazima ajitambue anatoka wapi. Pamoja na kwamba anaona watu wengine wanaishi maisha fulani, kwenye swala la maadili hatuangalii zaidi namba, tunaangalia zaidi uhalisia. Kwa sababu haina maana kila wanachofanya watu wengi ni kitu sahihi. Sio kweli. Wakati mwingine unatakiwa ubaki peke yako, lakini ukiwa unaamini unachofanya ni kitu kizuri. Watu wengi wana tabia ya kufuata kinachofanywa na wengi, conformity. Mwanadamu hutaki kuishi, ukijitambua hutaki kuishi katika mazingira ya conformity. Kitu pekee ambacho msichana anatakiwa uhangaike nacho si kutafuta gari, si kutafuta fedha, si kutafuta elimu ili ushindane na mwanaume. Kitu pekee ambacho unaweza ukashindana na mwanaume na ukamshinda ni wewe kubaki na usichana wako. Kuwa msichana wa halisi, kwa sababu anachotaka mwanaume kutoka kwako ni ule wanawake wa halisi, uhalisia ambao usiokuwa na makando kando. Sasa ukihangaika kutafuta gari, ukihangaika kutafuta vyeo, ukihangaika kutafuta fedha na kuamini kwamba hivyo vitu vitakufanya uwe na furaha, amini wewe dadangu unaonisikiliza, baada ya kupata hivyo vyote, fedha, magari, majumba, kuna nukta utakaa na utahitaji kuwa na mwanaume. Wasichana wengi wa kileo wamekuwa wakiamini mafanikio yanaweza kawaweka mbali na wanaume. Na ndio maana wanapozidi kufanikiwa ndivyo wanapozidi kupoteza mahusiano yao, wanapozidi kupoteza ndoa zao. Kimsingi msichana lazima utambue kwamba sisi kama wanaume tunategemea wewe uwe msingi wa familia, kwa maana ya wewe ndio umebeba ustaarabu. Kwa mimi sihitaji gari yako, sihitaji elimu yako, sihitaji fedha zako. Mwanaume yote anayejitambua anachohitaji kwa mwanamke ni ule ubora ambao mwanamke amepewa na Mwenyezi Mungu, ule ambao wa asili. Hakuna haja ya kupambana, kutunishiana misuli kwamba uonekane na wewe unauweza. Hapana, wewe tayari unaweza. Lakini unaweza kitu gani? Kuna kitu cha asili ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, mwanamke hajampa. Nigusie kitu kimoja tu. Kwa mfano, wanawake ama wasichana ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na hisia kali sana. Mwanamke ni kiumbe chenye hisia kali. Alafu mwanaume Mwenyezi Mungu amemjalia ni mtu wa kutumia akili sana. Kila kitu atumie hisia. Sasa kuwa na hisia kali sio udhaifu. Kwa nini Mungu alifanya vile? Kwa sababu hisia kali zinamsaidia mama katika malezi. Anapomlea mtoto wake. Ndio maana mama anaweza kawa mbali akasema mtoto wangu analia, kwa
sababu anatumia hisia, au anahisi kuna kitu nyumbani kinatokea sio kizuri, na kweli mara nyingi akirudi unaweza kukuta kimetokea hicho kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kamjalia msichana ama mwanamke hisia kali kwa ajili ya kufanya maisha yale ya yeye na mwanaume yaweze kubalance. Sasa unapojitahidi na wewe uwe kama mwanaume, unakosea, mwisho wa siku ndoa nyingi zitavunjika. Na tafiti sasa hivi zinaonyesha kwamba ndoa nyingi zinavunjika, lakini wasichana wengi wanakosa kuolewa na wavulana wengi wanaogopa kuoa kwa sababu tayari mentality ya wanawake imeanza kubadilishwa na dunia kwamba mwanamke ni mtu dhaifu. Wewe msichana ambaye unanisikiliza, mimi ninaamini kama una imani yoyote ile ya dini unayoiamini, fuatilia vizuri, utagundua ubora na uimara wa mwanamke ambaye Mwenyezi Mungu amempa. Usitafute ubora mwingine, uimara mwingine. Mwenyezi Mungu amekukamilisha wewe kama ulivyo kama mwanamke, usijaribu kujilikanisha na mwanaume.